kiroho. They will begin now commanding things in the realm of the spirit. Wataanza kuamrisha vitu katika ulimwengu wa That's kiroho. why I pray in the name of Jesus. Hiyo naomba katika jina la Yesu. At the end of this service, Mwisho wa ibada you hii will have that power. utakuwa na hiyo It nguvu will help you control things in the realm of the ya spirit. kuelekeza vitu katika ulimwengu wa kiroho. Because if you don't know how it operates in the spirit, Maana usipojua jinsi inafanya kazi you will not understand how it operates in the physical. hautaelewa jinsi inafanya You have to kazi know katika the spiritual aspect of it, lazima ujue so that you can work well in the physical. ili fanya kazi nzuri katika Great kusikia. men who moves the gospel Wale watu ambao sukuma nchi understands how it works in the spirit. wanaelewa jinsi inafanya kazi And kiroho. when they grasp it in the spirit, Wanaikamatia they kiroho. can now bring it down on physical in a Sasa sense. wanaileta kwa kiasili chini. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana He lisifiwe. says, all powers have been given to me Anasema nguvu zote nimepewa in heaven and on earth. mbinguni na duniani. Power to heal, Mungu za uponyaji, power to restore, Mungu za urejesho, power to raise, Mungu za power utawala, to pray, Mungu za power to kukuta, build. Mungu za Has kujenga. been given on Jesus. Nimepewa And because it has been given on Jesus, Nimepewa Yesu. Jesus is releasing the same power. Yesu anaachilia nguvu tena. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. And how is Jesus releasing this power? Yesu anaachilia nguvu hizi. You know, during the Old Testament time, Wakati wa kale la kale, God was there for his people. Mungu alikuwepo kwa sababu ya He watu wake. fought on their behalf. Alipigana kwa niaba yao. He stood with them. Alisimama nao. He fought their battles. Alipigana He vita yao. helped them where he could. Alisaidia walipoweza. And God had God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu They came to agreement. wakuja kwa makubaliano. They said, we have been for these people for a long time. Sasa tumekuwa na watu kwa muda mrefu. Jesus, you will go. Yesu utaenda. And you will be with them. Utakuwa nao. That's why it's called Jesus, God Emmanuel, God with us. Jamani, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Now Jesus is a revelation of God to us. He is now suffering with us, eating with us, walking with us, doing everything with us. Sasa Yesu ni udhihirisho wa Mungu, anakula nasi, anatembea nasi, anateseka nasi. God, Kinafanya God nasi. the Father was for them. Mungu Baba alikuwa wao. And now Jesus, God Jesus is with us. Sasa Mungu Yesu yuko nasi. When we suffer, we share the suffering together with Him. Tunapoteseka, tunateseka pamoja naye. And because now He is finishing His ministry, Na kwa sababu ametamatisha huduma wake, He told His disciples akawaambia wanafunzi in the wake, book of John chapter 16, katika kitabu cha Yohana, it is better for me to go. ni vyema nitoweke. Because if I do not go, Nisipoenda, the helper will not come. msaidizi And atakuja. if I go, Na nikienda, I will not leave you orphans. sitawacha yatima. I will release the helper. Nitaachilia He msaidizi. will come. Atakuja. And He will be in you. Atakuwa ndani yenu. He will be in you. Atakuwa ndani yenu. God for us. Si kwetu sasa. God for us. Mungu kwetu. Jesus came to be with us. Yesu akuja kuwe nasi. And Jesus released a helper Yesu akaitia msaidizi who is the man in the Trinity ambaye ni watatu to katika come utatu. and be in us. Aje akuwe ndani yetu. To live our lives. Atuelekeze maisha yetu. Now Paul says, Paulo anasema, because He is in me, maana yuko ndani mwangu. I am no longer the one who lives. Sio mimi niishie. I am not the one who moves. Sio mimi nitembeaye. It is God in me that moves. Ni Mungu ndani yangu It is atembeaye. God in me that moves. Kristo ndani yangu atembeaye. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana lisifiwe. We need that power in Jesus' name. Tunahitaji nguvu katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Nakatakata maana muda wangu Then two inamaanisha kwa sababu kuna empowered, nimekuambia maana yake. Then two means putting it in action or bringing it practical. Inamaanisha kuweka katika matendo ama katika tukio. Then transform means bringing change. And we talk about supernatural change, not a physical change, a supernatural change. Now, I want you, by the grace of God and by the help of the Holy Spirit, you begin now migrating from physical
we're gonna walk together in the spiritual, so that at the end we'll be blessed in Jesus' name. Hapo tunakuhusu mageuzo, si mageuzo ya kiasi, lakini mageuzo ya kiroho. Ndipo nataka uanze kutoka katika kiasili uingie katika kiroho ili tutembee pamoja. The church needs transformation. Kanisa linahitaji mageuzi. And the only people who can bring transformation are Caleb of this generation, and you are the one. Watu ambao wanaweza kuleta mageuzi ni Caleb wa wakati huu, na ni wewe. And they will only bring that transformation when they are empowered. Na kuleta mageuzi wakati walikuwa wamewezeshwa. You are the Moses of the generation. Wewe ndio Musa kizazi hiki. You are the Meshach, Shadrach and Abednego of the generation. Wewe ndio Meshach, Shadrach na Abednego wa kizazi hiki. You are mandated to bring transformation. Wewe ni sharti ulete mabadiliko. And that change cannot come without empowerment. Na mageuzi ama mabadiliko hawezi kuja pasipo kuwezeshwa. That's why the Bible says, do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewal of your mind. Maana Biblia inasema msikuwe na hali ya ulimwengu, lakini mgeuzwe nia ya Romans chapter 12 verse 1. Warumi 12:1. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. To be empowered to transform. Kuwezeshwa ama kuwezeshwa ili ulete mageuzi. For you to be empowered, kwa wewe kuwezeshwa, there are things that you need to understand. Kuna vitu lazima uelewe. Those that we want to understand work well for Jesus. Wale watu ambao kuelewa kuwezeshwa na Yesu. And because it worked well for Jesus, kwa sababu ilienda vyema na Yesu, and it is the transformation we learn from, na yeye ndiye mageuzi tunajifunza kwake, it will also work well for us. Itatenda vyema kazi nasi. For you to be empowered, kwa wewe kuwezeshwa, number one, jambo la kwanza, you need Gethsemane's experience. Unahitaji uzoefu wa Gethsemane. You know, before they received the Holy Spirit, kabla upokea Roho Mtakatifu, this journey began somewhere. Mwendo huu ulianza mahali. The journey began at Gethsemane. Mwanzo ulianzia pale Gethsemane. It is at Gethsemane. Ni pale Gethsemane where the journey began. Mahali safari ilianza. It is at Gethsemane. Ni pale Gethsemane where all began. Mahali yote yalianza. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. You can read it from Matthew chapter 26 verse 36 to 39. Naweza kusoma katika Mathayo 26:36-39. This is the time Jesus is preparing to exit. Wakati Yesu anajiandaa kuondoka. And he's preparing himself today to go to the cross. Anajiandaa kwenda msalabani. Jesus will not fear the cross. Yeye hakuogopa msalaba. But it forced him to go to Gethsemane. Lakini ni lazima kwenda Gethsemane. Because he understood there are things that he needs to get from Gethsemane. Maana alielewa kuna vitu nasaidia apate Gethsemane. Gethsemane number one. Gethsemane jambo la kwanza is a place of preparation. Ni sehemu ya maandalizi. Jesus went to Gethsemane. Yesu alienda Gethsemane. To be prepared. Akaandaliwe. To be prepared. Akaandaliwe. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina you may learn the power of Gethsemane. Wewe utaelewa nguvu za Gethsemane. You get Gethsemane's experience. Unapopokea ule uzoefu wa Gethsemane. When you get Gethsemane's experience, unapopokea uzoefu wa Gethsemane, you will receive preparation. Utapokea maandalizi. The work of God needs preparation. Kazi ya Bwana inahitaji maandalizi. There are times people will hate you. Kuna wakati wanakuchukia. There are times people will reject you. Kuna wakati wanakukataa. But when you pass through Gethsemane, usipopita Gethsemane, you will overcome. wewe utashinda. You will overcome. Utashinda. You will overcome. Utashinda. Because Jesus overcame. Maana Yesu alishinda. You will also overcome. Wewe utashinda. In the name of Jesus. Jina la Bwana sifiwe. Jesus went to Gethsemane because he knew. Yesu alienda Gethsemane maana alijua. He will face rejection. Atakumbana kukataliwa. He will face rejection from his own people. Atakumbana kukataliwa kutoka kwa watu wake. Listen to me. Nisikilize. Your closest people can reject you. Watu wako karibu wanaweza kukataa. Closest people can reject your ministry. Watu wa karibu wanaweza kukataa huduma wako. But when you are going through Gethsemane, lakini ukipitia Gethsemane, God will give you the needed strength. Bwana atakupatia nguvu ambayo inahitajika. God will give you the needed power. Bwana atakupatia nguvu unazohitajika. God will give you the needed authority. Anakupatia mamlaka ambayo unahitaji. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana sifiwe. Because our time is running.
turning, my Sababu brother. tunaenda. Let us clap for him. Wacha nimruhusu akani. Sikia. Gethsemane, Yesu anapoenda Gethsemane, mchungaji George alielewa ya kwamba kuna kukataliwa. Akaelewa ya kwamba kuna kuchukiwa. Akajua ya kwamba watu ambao watakaomchukia ni watu wa karibu na yeye. Akaenda Gethsemane aandaliwe bila atakumbana na kuchukiwa, aandaliwe bila atakumbana na kukataliwa. Mtoto wa Bwana uliye mahali hapa, kitakachokusaidia katika safari hii ya huduma sio ujuzi, sio kitu kingine, ni zile nguvu za Gethsemane. Yale utakayokutana nayo Gethsemane, hapo ndipo utapata ushindi wako. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama kuna mtu analala, mwambie yeye si wa kwanza kulala. Hata Yesu alipoenda Gethsemane, alienda na wanafunzi wake, akawaweka pale, akiwa kwa maombi, akarudi akapata wanalala. Lakini Yesu hakuangalia wao wanaolala. Yeye alijua nguvu za Gethsemane zitanisaidia kusonga. Nguvu za Gethsemane zitanisaidia kuwinda. Ninakuombea kwa jina la Yesu, unayekaa Gethsemane, Bwana asimame na wewe. Unayekaa Gethsemane, Bwana akupiganie. Unayekaa Gethsemane, Bwana akuinue. Akajua watamchukia. Yesu alikaa Gethsemane, mchungaji Kea, maana alijua atapitia betrayal. Hakuna kitu kibaya kama kusalitiwa, na adui hawezi kukusaliti, maana hakujui. Ndoa nyingi zimesalitiwa na yule unaita rafiki. Ninaomba Bwana akutenge na wasaliti. Bwana weke mbali wasaliti kwa maisha yako, na Bwana ataweka tu mbali kama utajua nguvu za Gethsemane. Gethsemane is an experience. Praise the name of Jesus. Jesus knew that Gethsemane is a place to wage war. Ni mahali pa kutengeneza vita. Wakati unaokoka, jua ya kwamba umetengeneza vita na shetani. Si rahisi. Gethsemane, Yesu anapoenda alijua ya kwamba ni vita ameenda kutengeneza na adui shetani. Vijana wa kanisa la Kariobangi district, wacha kulegalega. Shetani halali. Shetani anawinda destiny yako. Shetani anawinda maisha yako, maana anajua vile ulizaliwa. Hataki ulete mabadiliko kwa hiyo jamii. Anajua ile ukoo ulitoka ndani, hataki ulete ndani mabadiliko. Lakini kitakacho kuokoa ni Gethsemane. Bwana Yesu apewe sifa. Ingia Gethsemane. Gethsemane yako ni magoti yako. Enda pale mwambie Bwana, niliitwa kweli, lakini nimetoka katika ukoo mgumu, nimetoka kwa maisha magumu. Bwana, nibadilishie maisha. Na Mungu ako na uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanatoka kwa hii kanisa, wanaenda, wanafanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakienda, wewe unabaki aje? Mimi nataka kuanzia leo Gethsemane izungumze kwa maisha yako. Gethsemane ikuinue. Wakienda wakibarikiwa, na hata wewe unabaki unabarikiwa, unabaki unainuliwa. Gethsemane is a place of empowerment. The Bible says, baada ya Yesu kuomba in Luke chapter 22 verse 43, the Bible says, and the angel came and empowered him. Baada ya Yesu kuomba Gethsemane, safari yake ya kujaza watu kiroho, wajaze roho, ilianzia Gethsemane. Na pale Gethsemane, Biblia inasema kwa Luka 22:43, na malaika akaja akamtia nguvu
ninaomba kwa jina la Yesu, malaika wa Bwana wakutie nguvu, malaika wa Bwana wakutie nguvu. Pokea nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Jehova katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Malaika wa Bwana wasimame na wewe, wakutie nguvu, wakupiganie vita vyako katika jina la Yesu. Number 2, for you to be empowered after gaining Gethsemane's experience, you need upper room patience. You need upper room patience. Niongezee base kidogo, betri kama inapanuka. Baada ya hawa wanafunzi wa Yesu, Yesu ameshaenda akawaambia muende Yerusalemu na mngoje ahadi ya Baba. Waliwachwa vile mtumishi wa Bwana alisema, wakawachwa ndani ya wasiwasi, wanashindwa kutaendaje, wakawachwa ndani ya uoga. Ikabidi wapande katika chumba cha juu, waende wajifungie ndani sababu ya uoga. Na wakiwa pale ndani haikuwa rahisi, maana hawakuenda tu leo na Roho akaja pale. Alichukua siku nyingi, karibu 10 na zaidi, ndio akaja. Ndiposa unahitaji uvumilivu wa kile chumba cha juu. Huu uvumilivu inamaanisha kuna wakati utakosa chakula, kuna wakati utakaa na njaa, kuna wakati watu wataona ni kama hukusoma, kuna wakati watu wataona ni kama ufai, lakini usijali, hiyo ni uvumilivu wa chumba cha juu. Wanaona ni kama masomo yako haifanyi kazi, usiwe na wasiwasi, hiyo ni uvumilivu wa chumba cha juu. Na unapovumilia, ukipata uvumilivu wa chumba cha juu, Bwana atakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. That's why Paulo anaelewa watu ambao wanataka wawe empowered lazima wawe na ile uvumilivu wa chumba cha juu. Paulo mtumishi wa Bwana anasema, tunasukuma usiku na mchana lakini hatulegei, tunafinyiliwa chini lakini tunainuliwa siku baada ya nyingine. Wapendwa, katika huduma huu kuna wakati utafinyiliwa, kuna wakati utakataliwa, kuna wakati utasongwa, lakini kama umepata ule uvumilivu wa chumba cha juu, neema ya Jehova itakusaidia, neema ya Baba itakushikilia, neema ya Baba inasimama na wewe, neema ya Bwana itakusongesha. Sikia, Mungu akuinue katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Inua mkono wako wa kiume juu. Inua. Nateka mateka kila anga zote basi nataka kuiba ibada hii. Nateka mateka kila anga zote basi nataka kuiba ibada hii. Roho zote za kuzimu basi nataka kuiba ibada hii. Roho zote za ufalme wa giza basi nataka watoto wa Mungu wasibarikiwe. Nateka mateka sasa.